mtazamaji wa kipindi cha Redeemers Hour kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta. Naamini kinakupata salama popote unapotazama usiku wa leo. Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, na nimshukuru Mungu kwa ajili yako kwa sehemu ya kipindi hiki. Na kama unanitazama kwa mara ya kwanza, karibu katika kipindi ambacho Mungu ametumia kuwabariki wengi, na leo ni zamu yako katika jina la Yesu. Unaweza kumwambia mtu, rafiki au jamaa yako aliye karibu na Upendo Television kwamba ni majira, ni wakati wa Redeemers Hour. Mungu anakwenda kukutana naye katika jina la Yesu. Mungu ametupa neno zuri siku ya leo ambalo nataka ufungue moyo. Kumbuka maandiko anasema yeye hulituma neno huwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Usiku wa leo, haijalishi changamoto unayopitia, neno la Mungu linapokuja linakuja na uponyaji. Neno la Mungu linapokuja linakuja na suluhisho. Na leo ninamuona Bwana akikupa suluhisho na majibu ya unachokipitia katika jina la Yesu Kristo. Leo ujumbe wangu nazungumzia mlango. Jina la Bwana libarikiwe. Tuombe na kisha nitakuletea neno la Bwana kuhusiana na mlango. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru siku ya leo kwa nafasi ambayo umenipa kusema na watazamaji wangu. Ninakushukuru kwa nguvu ya neno lako ambalo halina mipaka, litawafikia na kuwaponya watu wako na kutenda kama unavyosema katika jina la Yesu. Ninapozungumzia mlango, mlango, jidhihirishe kwa watu wako. Fanya njia ya watu wako kutoka kwenye changamoto wanazopitia. Wafanyie mlango wa baraka, wafanyie mlango wa mafanikio, wafanyie mlango wa kuinuliwa. Baba, ninakushukuru maana ninapozungumzia mlango, unafanyia mtu mlango wa kutoka kwenye mateso katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninazungumzia mlango katika Yohana sura ya 10 ule mstari wa 9. Yesu akasema haya maneno, akasema mimi ndimi mlango. Kuna mtu amewahi kusema maneno kama hayo. Anasema mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ninakuombea leo kwa kupitia mlango Yesu, kile ulichokuwa unatafuta kwa muda mrefu, ninakuombea leo kupitia mlango ambaye ni Yesu, ninaona ukikipata katika jina la Yesu. Anasema mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ninakuombea leo katika jina la Yesu. Labda ninavyoongea siku ya leo, adui amekufungia kwenye gereza, liwe ni gereza la magonjwa, liwe ni gereza la umaskini, liwe ni gereza la madeni. Yesu anasema leo, mimi ndimi mlango. Ninakuombea leo unayenitazama, adui amekuzuilia popote, ninamwona mlango akikufanyia njia ya kutoka katika jina la Yesu. Nataka ujue ndugu mtazamaji ya kwamba kila kitu katika maisha kina mlango. Kila kitu katika maisha kina mlango. Majira yanaweza kuwa mlango. Mwaka, mwezi, wiki, siku inaweza kuwa mlango. Nikikupa mfano mzuri wa maisha ya Ayubu, katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 ule mstari wa 13, tunaambiwa kwa habari ya Ayubu. Anasema ilitukia siku moja. Hii siku ambayo Biblia inazungumzia ulikuwa mlango wa uharibifu katika maisha ya Ayubu. Kulikuwa na siku, lakini katokea siku, na hii siku ikawa mlango, yakawa majira ya mlango. Ukisema anasema ikatukia siku moja, Hawa nawe na binti zake walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mstari unaofuata, mjumbe akafika kamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe waliokuwa wakilima na punda waliokuwa wakilisha karibu nao. Mstari unaofuata, mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wameua watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona,
mimi tu kukuletea habari. Mstari unaofuata anasema, huyo alipokuwa kali akinena, akatokea mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari unaofuata, huyo alikuwa kali akinena, akatokea mwingine akasema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao, naam wameua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Maandiko yanasema mstari unaofuata, huyo alipokuwa kali akinena, akatokea mwingine na kusema, hao binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mstari unaofuata, mara tazama, upepo wenye nguvu katokea pande za jangwani, ukaipiga nyumba pembe nne, nayo ikawaangukia vijana hao. Wana wamekufa, mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Na haya matukio yalikuwa ya siku moja. Hiyo siku haikuwa siku ya kawaida. Labda unanitazama leo, unanisikiliza leo, imewahi kutokea siku moja jambo likatokea katika maisha yako ukashangaa. Nataka ujue majira au siku inaweza kuwa mlango. Hii siku ilisababisha Ayubu kupoteza kila kitu alichokuwa nacho. Ninaongea na mwanabiashara. Ilitukia siku moja jambo likatokea, na ghafla ukaanza kushuka, ghafla ukaanza kufilisika, ghafla ukaanza kuingia katika madeni. Huo ulikuwa mlango wa uharibifu, na nimekuja kutabiri leo, Yesu aliye mlango anakufanyia mlango wa kutoka katika ule uharibifu katika jina la Yesu. Ashukuriwe Bwana kwamba maisha ya Ayubu hayakubakia kama yalivyo. Ukisoma katika Ayubu 42 ule mstari wa 10, maandiko yanatuambia katika Ayubu anasema, kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake, naye akampa mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo mwanzo. Na ikatokea siku Mungu akageuza uteka wa Ayubu. Ninakuombea ndugu mtazamaji, Bwana geuze uteka, yale yaliyopotea yaanze kurejea katika jina la Yesu. Nimesema majira yanaweza kuwa mlango. Kusoma katika Yohana sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 4, Biblia inatuambia vile majira yanaweza kuwa mlango. Anasema kwa habari ya hapa, anasema kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika birika akayatibua maji, na yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutipuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Yaani kuna bwawa linaitwa Bethesda, mahali ambapo watu walikuwa wanakusanyika, wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wakisubiri majira, wakisubiri siku, wakisubiri saa ambayo malaika akishuka akayatibua maji. Haijalishi ugonjwa uliokuwa nao, upona ule ugonjwa. Kulikuwa na specific time ambayo ilikuwa ni kama window period, yalikuwa majira ya dirisha. Nao kuna mlango unafunguka, yule malaika anaposhuka, then uponyaji unawezekana. Nataka ujue leo ya kwamba uponyaji unahitaji mlango kuingia katika maisha yako. Yule ndugu alikaa mahali pale kwa miaka 38 hadi siku ambayo Yesu alikutana naye, ambaye ni mlango, akamtoa kwenye hayo mateso. Nimekuja kutabiria leo, ndugu mtazamaji, wewe umekaa katika hali ya magonjwa kwa muda mrefu, umehangaika kwa kila namna, umetafuta matibabu lakini bila mafanikio. Ninakuombea leo, Yesu anasema mimi ndimi mlango. Aliyemtoa ndugu huyu kwa magonjwa ya miaka 38 akutoe na wewe katika hayo magonjwa katika jina la Yesu. Pia mafanikio yana mlango wa kuingia katika maisha yako. Katika kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 11 anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme nao wakiongozwa pamoja nao. Nataka ujue, ukiona mtu anafanikiwa, anapata hela kwa njia ya rahisi, ujue mlango wake wa uchumi au mlango wake wa fedha
uko wazi. Adui akikufungia mlango wa uchumi, ndio maana unaona watu wana struggle, ndio maana unaona watu wanaingia kwenye madeni. Nimekuja kwako leo mtazamaji, kukuombea na kukutamkia ule mlango wa uchumi uliokuwa umefungwa kinyume chako, leo ukafunguliwe, leo ukawe wazi, leo ukakukubalie tena katika jina la Yesu. Ukiona mwanabiashara anastawi katika biashara, hangaiki kupata wateja, yani malango yake yako wazi. Kuna wanabiashara leo hata nauza. Kuna mtu juzi amenipigia simu ananiambia hata 500 hawezi kuuza kwa siku moja, yeye aliyekuwa akiuza kwa hela nyingi kwa siku moja. Kwa nini? Milango yake ya uchumi imefungwa. Nimekuja kutangaza leo, wewe uliyefungiwa milango ya uchumi, milango yako ya uchumi kaanze kufunguka. Yesu anasema mimi ndimi mlango. Asimame kwa ajili ya biashara yako, afanye mlango wa wateja kumiminika kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe uliyekaa kwenye level moja ya kazi, hakuna promotion. Ninakuombea mtu wa Mungu, promotion ina mlango. Ninakuombea leo mlango wa promotion ukafunguke katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema katika Isaya 45 ule mstari wa 2, anasema nitakwenda mbele yako na kusawasisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande malango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Mstari unaofuata anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali zofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Kuna watu ambao malango yamesimama kama shaba na chuma kuzuia mafanikio yao, lakini nakuombea leo, aliyesema nitakwenda mbele zako, anakwenda mbele zako. Kila malango ya chuma na mapingo ya shaba yanayoshindana na mafanikio yako, kunapolisikia na kulipokea neno hili, hayo malango ya shaba yakavunjwa na yeye anayejiita mlango, na leo ukatoke kiuchumi katika jina la Yesu. Ninaongea na mtu ambaye amefungiwa mlango wa ndoa. Ndoa ina mlango ndugu, unaweza kutoka kwenye ule upweke wa miaka. Binti ananipigia simu, nimefika miaka 38, hata kuna wakupita kwangu kwa bahati mbaya. Nimekuja kutangazia leo, kuna mlango wa ndoa ukikufungukia, haijalishi miaka ulionayo, ule mlango ukifunguka, inawezekana ndoa, inawezekana katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Mwanzo 24 ule mstari wa 11, anasema akapiga magoti. Jamaa ametumwa kumchukulia Isaka mke. Maandiko anasema akapiga magoti, anasema akawabikisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Mstari unaofuata anasema akasema, Bwana Mungu wa baba yangu Ibrahim, ninakuomba mambo yangu uyajalie heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Mstari unaofuata anasema, tazama nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Mstari unaofuata, basi na iwe hivi leo, msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitanywesha ngamia zako pia, na huyo na awe ndiye aliyechaguliwa mtumishi wako Isaka, na huyo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Mstari unaofuata anasema ikawa kabla hajaisha kunena, tazama Rebeka akatokea, binti wa Petueli mwana wa Milka, mkewe Narori ndugu yake Ibrahim, naye ana mtungi begani. Akaishia kuwa mke wake Isaka. Yani aliomba na mlango wa ndoa ukamfungukia, na hapa ndipo mke wa Isaka alipopatikana. Ninakuja kukuombea leo, umeomba kwa muda mrefu bila kutoka katika ndoa, lakini leo ninakutangazia Yesu aliye mlango akufanyie mlango kama ndugu huyu, akiwa ngali anaongea, ghafla yule aliyemtarajia, yule aliyekuwa na mhitaji akatokea, na huyu binti aliyetokea akawa mke wake Isaka. Ninakuombea leo, uliyefungiwa mlango wa ndoa
mlango wa ndoa ukakufungukie leo katika jina la Yesu. Nao ninapomaliza, nataka ujue ndugu mtazamaji, ya kwamba kama unahitaji kutoka kwenye mlango wowote, kila mlango una ufunguo wa kutoka. Ndio maana Yesu akasema katika Mathayo sura ya 16 ule mstari wa 19, nataka ujue kila mlango una ufunguo. Akasema, mimi nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na kila mlango katika ufalme una ufunguo wa kutoka, na unakupa funguo chache zitakao kusaidia kutoka katika changamoto yote ambayo unaipitia. Ukielewa hizi funguo, ukakubaliana na neno la Bwana, utatoka kwenye changamoto yote ambayo unaipitia leo. Funguo wa kwanza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni ufunguo wa kutoka. Unapolipokea neno la Mungu kwa imani, lina uwezo wa kufungua mlango wote uliofungwa kinyume chako. Maandiko yanatuambia kwa habari ya Samaria, palikuwa na njaa Samaria. Njaa ilikuwa kubwa mpaka watu wakaanza kula watoto wao, maana kulikuwa na ukame, wamezingirwa na hakuna njia, chakula kilikuwa kinapatikana katika yale mazingirwa. Lakini ukisoma katika Ufalme wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanatuambia hivi ya kwamba neno la Bwana likamjilia Elia akasema, Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, vipimo viwili vya shekeli katika lango la Samaria. Mstari wa 2 anasema, na yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake akajibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Lakini mtumishi wa Mungu akamjibu akamwambia, angalia, wewe utaona kwa macho lakini hautakula. Na mtumishi wa Mungu alisimama kwa msukumo wa Roho Mtakatifu akatamka, kesho panapo majira kama haya, hapa Samaria kulipo na njaa patapatikana chakula. Lakini mtu mmoja akapinga, na kwa kuwa alishindana na neno, mtumishi wa Mungu akamwambia, kwa macho utaona yakitukia. Na ukiendelea kusoma ile mistari utagundua Mungu alitumia wakoma 4 kulisha mji mzima kwa namna isiyo ya kawaida. Ikatukia kama mtumishi wa Mungu alivyosema. Mstari wa 18, Biblia inatuambia mstari wa 18, anasema ikatukia kama vile mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme. Vipimo viwili vya shairi vya shekeli kwa kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, ndivyo ilivyotokea kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Kudhibitisha lile neno, alipotamka neno, mlango ukafunguka, yale mazingirwa yakavunjwa, then kwa njia ya wakoma 4 mji ukapata chakula tena. Ninakutamkia leo kwa neno la Bwana, haijalishi milango iliyofungwa inaweza kufunguliwa. Neno la Mungu lina uwezo wa kufungua mlango wa ndoa uliofungwa. Neno la Mungu lina uwezo wa kufungua mlango wa uchumi. Neno la Mungu lina uwezo wa kufungulia mlango wa promotion. Mnakumbuka yule jamaa aliyekuwa gerezani, then akaota ndoto wakati Yusufu anamtabiria, baada ya siku 3 utatoka gerezani. Na ikatukia kama Yusufu alipotabiri, baada ya siku 3 Farao akamtoa yule ndugu katika gereza. Ninakuombea leo, hata uenda ndugu yako amefungwa kwa miaka mingi, ninakuombea leo Mungu afanye mlango wa kumtoa huyo ndugu kwenye hilo gereza katika jina la Yesu. Hakitasimama na Mungu atamfungulia mlango wa kutoka kwa rehema zake katika jina la Yesu. Anasema katika Zaburi 107 ule mstari wa 20, anasema hulituma neno, neno huwaponya na kuwatoa. Neno linaweza kukutoa katika hayo magonjwa. Neno linaweza kukutoa katika hayo madeni. Neno linaweza kukutoa katika huo umaskini. Neno linaweza kufungua mlango, ukilipokea ukaliamini, linaweza kukutoa katika jina la Yesu. Namba 2, ufunguo wa pili ni imani. Neno la Mungu haliwezi kufanya kazi pasipo na imani. Unahitaji kuamini neno ili kufanya kazi. Luka 1:45
anasema heri aliyesadiki, kwa maana ya atatimiziwa aliyoambiwa na Bwana. Atatimiziwa anayesadiki, anayeamini. Bila imani hawawezi kumpendeza Bwana. Atatimiziwa. Mungu hawezi kutenda kile usichokiamini. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoliamini unaliwezesha lile neno kufanya kile lilichosema. Leo ukiamini ninapotamka na ukachukua hatua, ukakubaliana na hili neno, utaona matokeo katika maisha yako. Marko 11:23, ninapojaribu kumalizia, maandiko yanatuambia hivi: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka utupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemaye yametukia, yatakuwa yake. Asione shaka moyoni mwake. Tuna uwezo wa kuhamisha milima kwa neno la Bwana, lakini lazima uliamini. Utauambia mlima huu, utauambia mlango huu, funguka, kwa imani, na mlango utafunguka kwa sababu unaamini. Funguo wa mwisho ni sadaka. Wana wa Mungu nisikilize, una uwezo wa kufungua mlango kwa sadaka. Nakumbuka binti huyu juzi nikiwa narusha kipindi, alikuwa hana hela, lakini akanisikiliza kama unavyonisikiliza. Aliponisikia nikiomba mwishoni, nikasema naibariki sadaka yako. Alikuwa hana hela, lakini akasongeza 5,000 ili tu ajiunganishe na madhabahu haya. Aliposongeza 5,000 asubuhi na mapema, mtu akamtumia 1,000,000, akanitumia ushuhuda wake. Mungu ameona ile 5,000 akamtumia 1,000,000, na ulikuwa ufunguo. Ile 5,000 Mungu hakuwa na shida na hela, lakini Mungu alikuwa anatafuta mlango wa kuleta ile 1,000,000 kwa njia ya sadaka. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 ule mstari wa 16, akasema nimeapa kwa nafsi yangu. Mungu anasema, akasema kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia. Wala hukunizuilia. Kuna watu wamemzuilia Mungu nafasi ya Mungu kuwabariki. Haukunizuilia. Mungu amekwambia toa sadaka hiyo, nenda ufanye kitu fulani kwa ajili ya Bwana, lakini umejizuia. Wewe haujui kwamba Mungu anapoweka uhitaji wa hiyo sadaka, anataka kufungua mlango wa upaji wako. Anasema wala hukunizuilia mwanao wa pekee ambaye Mungu alitaka mtoe. Mstari unaofuata anasema katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota wa mbinguni. Anasema na kama mchanga ulioko pwani. Anasema na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na leo tunapoona Israeli kama taifa likikontroli uchumi, nenda Marekani, ukihesabu bilionea 100 wa kwanza, utagundua zaidi ya 3 ni Waisraeli. Wana control literally uchumi wa dunia. Kwa nini? Wakati Ibrahimu alitoa sadaka ya mwanaye, Mungu akawapa hawa Waisraeli kutawala milango ya uchumi, kutawala finances, kutawala kila sekta. Na unaona kila mahali kuna vichwa vya Waisraeli. Wana control dunia. Ni taifa ndogo, lakini wana nguvu kubwa kupitia sadaka. Sadaka ina nguvu ya kufungua mlango. Alimtoa Isaka. Mungu hakumchukua yule mtoto, lakini Mungu alikuwa anatafuta mlango wa kubariki maisha yake. Anasema katika Luka 6 ule mstari wa 38, anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa na kusukwasukwa hata na kumwagika. Anasema ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Unaona ya kwamba hela inakuja kwa hela. Unapokuwa mtoaji ni rahisi kuwa mpokeaji. Yaani kutoa kuna jibu, kupokea kuna jibu kwa kutoa. Na ukimtolea Mungu hafanani na watu. Mungu na kazi yake ina uwezo wa kufungulia mlango. Naamini hata leo unapoachilia sadaka jioni ya leo kwa ajili ya kazi ya Mungu, ninakuombea leo, acha Mungu akufungulie huo mlango wa uchumi katika jina la Yesu. Sadaka ina uwezo wa kufungulia mlango. Ninakuombea leo, wewe uliyefungiwa ndani, katika jina la Yesu. Yesu amesema mimi ndimi mlango. Kila mlango uliofungwa ukafunguliwe kwako. Mlango wa ndoa ukafunguke, mlango wa biashara ukafunguke, mlango wa kazi ukafunguke, mlango wa uponyaji ukafunguke.
kila mlango aliyokufungia kwa uchawi ama uganga, kwa neno la Bwana unapolipokea leo, ninakuombea katika jina la Yesu. Anasema mimi ndimi mlango, akafanyike mlango wa wewe kutoka katika jina la Yesu. Ninamwombea mgonjwa anayenitazama, pokea uponyaji sasa. Hayo magonjwa yanakuachia, maumivu yanakuachia kichwani. Ninaombea miguu inayokutesa, hiyo miguu inakuachilia leo. Ninaombea tumbo lilovimba, hilo tumbo linaachiliwa leo. Ninaombea figo ambazo zimekataa kufanya kazi, leo zinaachiliwa katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe, wanakufukuzia, wanataka kuuzia nyumba kwa sababu ya madeni. Mungu wangu akufanyie mlango wa kutoka kwenye hayo madeni katika jina la Yesu. Ninamwombea mwanafunzi ambaye ana struggle kwenye masomo, ninakufungulia mlango wa kufaulu leo katika jina la Yesu. Nasikia Mungu siku wa leo anamfungulia mtu mlango wa ndoa. Mwakani majira kama haya utakuwa umeseto kwenye ndoa yako. Pokea huo muujiza leo, pokea huo muujiza. Ninamwombea mama ambaye anatamani kubeba watoto, acha mlango wa uzazi ukakufungukie leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wowote, mlango wowote unaotamani ufunguliwe leo. Haya, pokea kufunguliwa mlango wako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea ndugu yangu, umeteswa na dhambi, umeteswa na addiction, ulevi wa namna yoyote, umeteswa na vifungo vya shetani. Ukikaa hivi unaona ya kwamba haya sio maisha yako, nataka nikuambie Yesu anasema mimi ndimi mlango. Hebu mpe Yesu maisha yako leo na utaona mlango atakutoa katika jina la Yesu. Utatoka na utaokoka na utaona kila kitu kinageuka leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nataka urudie nyuma yangu unapomruhusu Yesu aingie leo. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, naomba unisamehe. Kwa moyo wangu ninaamini ya kuwa Yesu ulikuja ukafa na siku ya tatu ukafufuka ili leo nipokee uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninakupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wangu, kwa jina la Yesu, amen. Ninakuombea ndugu mtazamaji, wewe uliyekata shauri leo, ninakuombea mlango Yesu akutoe katika hiyo hali na hayo mateso leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nimalize leo, kabla sijakubariki, una sadaka unataka uiachilie. Nataka nikuhakikishie leo, kwa njia hiyo sadaka Mungu akufanyie mlango wa kutoka kiuchumi. Kile unachohitaji leo hii kwa sadaka hii, Mungu akufanyie muujiza na akufanyie mlango. Acha hiyo sadaka iwe funguo ya kutoa leo katika jina la Yesu. Baba, ninabariki kila mtoaji usiku wa leo anapoachilia hii sadaka, ukawe ufunguo wa kumfungulia ule mlango anaotamani aweze kutoka, akatawale mlango wa hicho anachohitaji katika jina la Yesu. Baba, ninaibariki sadaka yake, ninaomba ukaitumie kumfungulia mlango katika jina la Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji, Mungu akubariki. Asante kwa kusimama na kazi ya Bwana. Mungu akubariki, aibariki sadaka yako. Na unisikilize wewe ambaye umeokoka leo, kuna namba zinatembea pale kwenye screen. Nataka unijulishe kama umeokoka, jina lako na mahali unakotokea, ili niendelee kukuombea ukadumu katika wokovu. Tafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe, jiunge kesho, nenda kanisani, mwamini Bwana, pata mchungaji atakaye kusaidia kukulia wokovu ambao umeupokea siku ya leo. Na Mungu akubariki, akudumishe, usirudi nyuma tena, amua kwenda mbele na adui hata kuweza tena. Mungu akubariki, akutende mema. Kama Mungu amekutendea jambo lolote kupitia kipindi hiki cha Redeemers Hour, naomba unitumie huo ushuhuda. Mungu akubariki na nijue kile ambacho Mungu anatenda katika maisha ya watazamaji wangu. Kama umebarikiwa pia na kipindi, nitafurahi kusikia na kupata mrejesho wa namna Mungu anakitumia hiki kipindi kuwabariki watazamaji wangu. Mungu akubariki. Hadi wiki ijayo, ni kipindi cha Redeemers Hour kikiletwa kwako na mchungaji Emmanuel Smith Mchuta wa Redeemers Assembly Church Mission hapa Dar es Salaam, mtaa wa Michungwani, Kimara Mwisho. Mungu
akubariki na neno litaendelea. Amen.